7 to verse 12. Revelation, a good book, one of the books written by John the Beloved, one of the apostles of Jesus Christ, the only disciple who died a peaceful death at his old age. The others were persecuted and killed for preaching God's word. But this one is the only man who died a peaceful death, being one of the disciples of Jesus. Verse 7. And war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon. And the dragon and his angels fought, but they did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer. So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceived the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. Then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and the strength and the kingdom of God, of our God, and the power of his Christ have come. For the accuser of our brethren, who accused them before our God day and night, has been cast down. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they did not love their lives to the death. Therefore, rejoice, O heavens, and you who dwell in them. What the inhabitants of the earth and the sea, for the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has a short time. Praise God. Amen. Here we look at today overcoming Satan, overcoming the devil, overcoming the dragon, the serpent of the old. There are many names, Lucifer, and the other names which the devil was given after falling from heaven, because he was one among the angels of God, and he was chosen to lead praise in heaven before God. But it came a time that Satan thought of becoming like God, and he tried to convince a third of angels to his side that they praise him instead of praising God. That you see, you look at it in Isaiah chapter 12. We read about the falling of the devil, verse 12 to verse 14. And we also read it in the book of Ezekiel, chapter 28. You read the whole chapter, and you will see the fall of the devil. When he looked at himself and he saw that he deserves to be praised like God, he saw in himself something which God could not allow. And the Bible says the devil waged war in heaven with Michael and the other group of the holy angels. Michael is the leader of the army of God, the army of the angels of God, the holy angels who did not turn from God, who were righteous, who did not think of coming
for a coup, like we had it in 1982 in Kenya. Michael is loyal to God and the other holy angels. So the devil tried to wage war with Michael and the other angels, the holy angels. And they fought, and the dragon was overpowered. Hello? Shetani alishindwa. Alipojaribu kupigana ili aone kama ataabudiwa mbinguni, Biblia inatuonyesha wazi kwamba Shetani alishindwa kule juu mbinguni. Na aliposhindwa, nafasi yake ikaondolewa na akarushwa hapa ulimwenguni, mahali ambapo sisi tunazaliwa, tunaishi, na ndipo ambapo tunamngojea Yesu Kristo kwa wakati mmoja atakapokuja kutuchukua. This is where the dragon was drawn. And what is the devil's agenda before we look at overcoming him? The devil's agenda, number one, somebody help me to read in 1 Peter chapter 5, verse 8. 1 Peter chapter 5, verse 8. Are you there? The agenda of the devil. Peter said that he be alert, because the devil moves around like a roaring lion. Read chapter 5, verse 8. Be sober, be watchful. You are adversary, the devil, moves around like a roaring lion. He seeks whether he can find any girl, any boy, any man, any family. He looks to devour. So the first of the works of the devil, the agenda number one, is to devour. We look at it again in John chapter 10, verse 10. The Bible says, a thief comes to do what? Chapter 10, verse 10, John. The thief comes only to steal and kill and destroy. The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. The word has come again there. The devil looks to devour, to destroy, to bring destruction to lives of boys and girls who fall into his hands. Shetani hana huruma kwa mtu ambaye anaangukia mikono yake. Siku hii, leo hii, useme pombe ni tamu, ndio utaihisi kuwa ni tamu, lakini hautajua kwamba siku moja utaokotwa kwa mtaro, Shetani akiwa amekurarua na hiyo pombe ambayo unasema ni tamu. Leo hii mtu atainamia Shetani amwabudu, akisema atapata utajiri ama atapata majina makubwa, lakini hafikirii kwamba kuna wakati utafika familia yake yote ipotee, watu wa nyumbani kwao wote waangamie, na hata yeye mwenyewe maisha yake ayauze kwa Shetani. The devil looks at people, whether you will find any person that he may devour, that he may destroy, that he may dare kutembwanga. Lamu yetu kuzunga ndanzi kana mundu muka tila muziazia ndani media ndani bado iko. What do you admire most in Saturday entertainment?
Music. Music. Dance. Ya kina? Wasemeni sio mimi nitawasema. Hizi basi siwasikii vizuri. Okay, we have them. Onaguni kweki ya dance. Unapata ya kwamba wanawake wako pale wakiwa wamevaa wakiwa uchi, wakiwa wanajiuza, wanajionyesha miili yao na wanaingia kwa usherati na wanaume wenye wako pale. You don't know that the devil is after destroying, is after tearing you. Anataka kukurarua, akumalize, aangamize maisha yako, kwamba usionekane tena ukiwa mtu. And he wants to kill. That is what we have read in John chapter 10 verse 10. To kill. Can you read the same book, John chapter 8 verse 40? When Jesus was responding to the Pharisees. But now you seek to kill me, a man who has told you the truth. Mm-hmm. You do what your father did. Listen very well. Jesus, he's talking to the Pharisees. The Pharisees who were about to fulfill the words of their father. The Pharisees ni watu ambao wanajivunika kwamba wao ni wa Mungu, lakini ndani ni mbwa mwitu wa kurarua na kuharibu kondoo na kuharibu kazi ya Mungu. So Jesus is addressing them and he's telling them, you have your father. Your father is not Abraham. Neither your father is God. Nyinyi si watu wa Mungu na nyinyi si watoto wa Abraham. I want to unveil who your father is. Your father is what? Continue. You want to do your... If God were your father, you would love me. For I came from God. I came not for my own accord, but God sent me. Kuna hiyo verse inasema you want to do the works of your father. Ndio nataka. Bali inasema your father was a murderer. You want to fulfill the works of your father. Read. You are of your father, the devil. Pharisees, scribes, and the Sadducees belong to their father is the devil. Continue. That your will is to do your father's desires. He was a murderer. He was a killer. Kazi za shetani. Yeye ni muuaji. Pharisees ni wauaji. Scribes ni wauaji. Hata sasa wanataka kumuua Yesu Kristo ambaye amekuja kuleta uzima. Sadducees ni wauaji ambao wanajiandaa wote kuja pamoja. Pilate and Herod joined in giving judgment about Jesus Christ, and they released a killer, Barabbas, and they picked Jesus, a man who preached life to the lost world, that they may get saved. And he orders that Jesus, the author of eternal life, go to the cross of Calvary. The devil is a murderer. The devil cannot give life. Hello? Shetani hata akikupatia kitu tamu namna gani, mwishowe anaandaa mahali pako
pa kukuchinjia. Upate pesa za shetani, upate jina nzuri, upate umaarufu, upigiwa makofi na watu, ushangiliwa kwa sababu ukipita wanaume wote unawavuta nyuma, lakini shetani mwisho anapoangalia kichinjio atakuchinja. The devil was a murderer, and Jesus is talking to the Pharisees, telling them, you want to fulfill the desires of your father, the devil, because he looks after killing people. He is not good at all. Na yule atiaza tani mwende niwa. Evane muwani. Hello? Now, after seeing the agenda of the devil now, the Bible says, now that devil who has that bad agenda has been thrown to this earth, amerushwa hapa akiwa na mpango wa kuharibu, kuchinja na kumaliza, na akiwa na mpango wa kuua, amerushwa hapa duniani mahali ambapo tunaishi. Yes? Akiwa amerushwa hapa basi, tuko na nafasi ya kumshinda. Do we have any way out? Hello? Do I have any way out to overcome the devil? Can I overcome the devil? Can you overcome the devil? The Bible says, and it is very good that you understand, and we understand together, that verse 11 tells us that the angels, not the angels, but the saints, the people who went into heaven, they overcame him by the blood of the Lamb of God. Praise the living God. Walijua siri na wakubali waangukie mikono ya shetani. Alipokuja kwenye njia zao, walitamka damu ya Yesu Kristo, na kwa hiyo damu ya Yesu Kristo wakamshinda shetani, na wala hakuingilia maisha yao tena. Praise the living God. So you cannot win the devil unless you are saved. And salvation comes when one accepts that Jesus shed his blood on the cross, that we may not perish, but we get eternal life by accepting the name of Jesus Christ, our Savior. Praise the Lord. Through his blood, because you are washed in the blood of Jesus Christ. Upon accepting him, he washes us. He washes your soul. He washes your heart. He removes every sin, and he makes you holy and precious before the Lord. Now, with the power of the blood of Jesus, shetani anapokuja kwenye njia yako, unaweza kumkemea na unamwambia kwa damu ya Yesu Kristo, shetani nimekushinda, hauna nafasi katika maisha yako. Ninaona wasichana wakishindwa na shetani mpaka wanashindwa kuvumilia. Ninaona vijana wakishindwa na shetani mpaka wameshindwa kuvumilia, kwa sababu hawajui kwamba kuna damu iliyomwagika msalabani. And you read the first John, yes, chapter 3, verse 8. First John chapter 3, verse 8. Mwenye amefika tusome. He who commits sin is of the devil. For the devil has been sinning since the beginning. For this reason, the Son of God appeared that he may destroy the works of the devil. Sio kutokea tu. Biblia inatuonyesha kwamba Yesu alikuja akaishi hapa duniani kama mwanadamu, na ikafika siku yake kwenda msalabani. Alipoenda msalabani, alienda msalabani ili aweze kuangamiza kazi za shetani.
kupitia kwa damu yake Yesu Kristo mwenyewe. The Bible says they overcame the devil by the blood of the Lamb. The Lamb of God was sent to the cross of Calvary. He was hung there. And the Bible says in Galatians, I think chapter 4, somewhere, it says, chapter 3, verse 13. It says that anyone who hangs on a tree is cursed. Mwenye ananing'inia kwa mti amelaaniwa. Naye Yesu Kristo akasema, nitaenda pale kuning'inia kwa mti, nipokee hiyo laana ambayo watu wangu wameibeba, ili kwa damu yangu waweze kumshinda shetani. With the blood of Jesus Christ, you can overcome whatever comes your way. You can. Because Jesus, through his blood, he overcame the devil. You can also overcome today. Praise the living God. Amen. And number 2, it says that, and by the word of their testimony, and they did not love their lives to death, even to death. Kwa neno la ushuhuda wao. Naona watu wakisukumwa kusema ushuhuda wa Yesu Kristo. Mimi ninaona watu wakiwa wanajirudisha nyuma mbali sana. Ukijua kama umeokoka mahali Yesu amekutoa, hata ukipewa mara ya kwanza, ya pili na ya tatu, hata mimi nikipewa nafasi zifike 5, nitaendelea kusema Yesu ameniokoa. Praise God. Amen. Kwa sababu kwa ushuhuda, yale maneno unayoyatoa kwa kinywa, kwa sababu hayatoki tu kwa kinywa, yanatoka kutoka moyoni, yanamkanyaga shetani, yanamshinda shetani. Unaposema nimeokoka, huwa unaangusha ufalme wa shetani kabisa. Kwa sababu kama kuna mambo ya giza yalikuwa yanajaribu kukunyemelea, yanasikia ule ushuhuda ambao unatoa na yanaingiwa na woga na yanaondoka mbali sana na wewe. And the Bible says, they even did not love their life, even today. Walipokuwa wanamshuhudia, walipokuwa wanasema Yesu ni Mwokozi, hatuwezi tukamkana Yesu Kristo. Hatuwezi tukamkataa yule ambaye tunajua ya kwamba anapeana uzima. Hawakupenda hata maisha yao. Walichinjwa. Remember in Revelation chapter 2 verse 8 to verse 11, there's a church there called Smyrna. And in Smyrna, one of the believers is called Polycarp. And Polycarp was 86 years old when he was arrested for speaking about Jesus Christ. And he was forced to recant Jesus. Akaambiwa kwamba umkane Yesu mbele ya watu ili uweze kuishi. Na mzee akasimama wa miaka 86. Hallelujah. They did not love their lives even to death. Akasema, mimi nimeokoka na Yesu ndiye aliyeniokoa. Na kwa hiyo miaka yote ambayo nimeishi kwa wokovu, sijaona ubaya wowote ndani ya Yesu Kristo. They did not love their lives even to death. Jamaa akafungiliwa kwa miti na akachomwa kwa sababu ya kuongea ushuhuda wa Yesu Kristo. Sometimes fire will come. Sometimes persecutions will come. Sometimes trials will come. Even they will mock you because of being a true Christian, a true preacher of the word of God. But at those times, you will need to stand strong with a testimony that Jesus is Lord. Praise God. With that testimony, you overcome the devil. Wanaweza kukupiga wakaona wamekushinda, lakini ndani Mungu ameleta wokovu. Stephen, I read about him and I get encouraged as a preacher of the word. Stephen was brought before men and they all lead maneno, wakamwekelea maneno ya uongo. Wakasema ya kwamba ameongelelea mtumishi wa, ameongelelea sheria ya Musa vibaya na ameongelelea Mungu vibaya, na wakasema huyu mtu hafai kuishi tena.
when Stephen is speaking. Hello, somebody tell me. Kwa nini Stephen anaona Yesu akiwa amesimama? Why? Tunaelewa Biblia? Kwa nini Stephen aliona Yesu akiwa amesimama? Nataka kujaribu. Kwa nini Stephen aliona Yesu hapo upande wa kuume na hajaketi amesimama? Okay, let me give you an example. When we go to meetings and our leaders are coming to the meetings, what do we do? What do I just want to give it as an example, but I don't want to call Jesus a junior. There's something I will speak about it. Okay, wacha nisitumie hiyo kwa sababu haitaingia vizuri. When we have hizo siku zetu tulipokuwa tunasoma number 1, number 2 and number 3, tulikuwa tunapewa zawadi. Wenye walikuwa wanatupea zawadi, hawakuwa wanatupea zawadi wakiwa wameketi. Is it so these days? We CBC, approaching, meeting, and all those things. Between number 1 and between number 3 and between number Z. Siku hizo mtu ambaye anaongoza mwenye kutoa tuzo anasimama hapa kama anatoa kombe ama anatoa vitabu kama tuzo, anakuja kumsalimia mwenye ameshinda, mwenye amefanya vizuri. Stephen is seeing Jesus standing up. Jesus is standing up to receive an overcomer, to receive a warrior. Ndio wanataka kumgonga mawe. Hey. Hello. Wako tayari hata wameinua mikono, wamgonge mawe aanguke hapo. Lakini Yesu Kristo pale juu mbinguni anasimama apokee nafsi ya mtu ambaye ameshikilia ukweli hata dakika ya mwisho. A warrior, a victor, an overcomer. Hallelujah. A winner. How I wish that at one time I see Jesus standing up to receive me. Even when people mock the word of God which we preach. Because at times the junior preachers have no place and they are mocked by the old who have been left by God. You have not understood my statement. Hallelujah. Tutamshinda shetani kwa kuelewa kwamba Yesu Kristo alimwaga damu yake. Tutamshinda shetani kwa kuelewa kwamba tunaweza kutoa ushuhuda na kusema maneno ya kiujasiri na kusema mimi nimeokoka na wala hakuna mtu wa kunitikisa na kunitoa katika njia ya wokovu. How I wish that we may all be strong in Jesus Christ, and in that we overcome the devil. He was overpowered in heaven. His place was no longer there. He was thrown. Even today, he has been overpowered. And in our lives, we can overcome him and give a testimony that we belong to God. Let us stand up.